Shalom, shalom. Tunakusalimu kwa jina la Yesu. Sisi ni watoto wa Nabii Joakim Peter Kimanza. Tunakusalimu wewe ambaye unatutazama. Tunaukaribisha sana pia kwa ajili ya kukutana na neema hii kama ambavyo tumekubali kunyenyekea chini ya baba yetu mtume na Nabii Daktari Joakim Peter Kimanza. Kila jambo unaliona kwenye hii dunia ni lazima nyuma yako awepo mtu ambaye anaweza kukusogeza kufika kwenye ndoto zako unazozihitaji. Ndio maana huwa napenda sana niwasisitize watu kwamba kuna watu wengi wenye ndoto nyingi kubwa sana, lakini bado hujapata mtu sahihi wa kukusogeza mahali ambapo unataka ufike. Kwa mfano, unaona kwa sasa namna ambavyo Mungu anaendelea kutubariki, lakini pia Mungu anaendelea kutuweka kwenye level ambazo kwa akili ya kibinadamu ya kawaida huwezi kufika. Lakini pia katika kila jitihada yako yoyote, pasipo Mungu huwezi kufanikiwa. Lakini unaweza ukawa na Mungu bado usifanikiwe. Ni kwa sababu gani? Bado hujawa na mtu sahihi wa kukuinua na kukuweka kwenye level ambayo Mungu amekupangia kukua. Na siku zote watu wengi wanaendelea, ni kweli unakuwa na wito, lakini bado hujasabuniti kuwa na baba wa kiroho. Hilo ni kosa kubwa sana katika roho ambalo watu wengi wanalifanya na wanashindwa kufika kwenye hatima yako. Ni lazima usabuniti kwa baba wa kiroho. Hata katika manabii wote waliopita kwenye Biblia, wote tunaona kabisa walifanikiwa kwa mambo makubwa, lakini chini yao au nyuma yao kulikuwa na manabii, au nyuma yao kulikuwa na baba wa kiroho. Kwa hiyo wewe kijana ambao unachukia kwa ajili ya huduma, wewe kijana ambao unachukia Mungu ameweka mzigo ndani yako, hebu tafuta sasa namna ya kujiconnect na baba ambaye anaweza kukuongoza, kwa sababu baba ndo amebeba hatima yako kimbingu. Baba ndo amebeba hatima yako hata katika mazingira ya maisha ya kawaida. Kwa hiyo nina ndugu yangu mtumishi mwenzangu hapa, yamkini na yeye anaweza kukusalimia ili usikie nini ambacho ana mzigo wa kukueleza. Basi mtazamaji mwenzangu, nami nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Na kama mwenzangu alivyotangulia kusema, hakuna vile unaweza ukajiinua mwenyewe. Kwa hiyo lazima utegemee mtu ambaye ni sawa baba wa kiroho, ambaye kupitia yule ndio unaweza ukapenya kwenye mlango wowote wa kimaisha, ya kimwili na hata ya kiroho. Kwa hivyo katika hilo nami ninaunga mkono ndugu mwenzangu